wanataka uchovu wote kuishi. Maneno yao ni mishale. Kwa hiyo kila ulio neno ni mishale. Maneno yao ni shock. Kila neno lililokuja lilikukata. Lakini ile sauti inaponena, oh thank you Jesus, inatanga, inafunga vidonda. Haleluya. Wakisema tumemnenea maneno makubwa makubwa, leo tumemzika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaenda kutoa na shukrani, hata nyanyuka tena. Kesho wanakuta fire, fire, fire. God is sending fire. Upande wa kushoto, sio zile zinanena masikioni, sio zile zinanena akilini, sio zile zinanena huku nje unazisikia. Inanena kwenye kilindi cha Mungu. Sauti po. Inashinda maji ya Kilimanjaro. Inashinda maji ya kwenye I feel it. I feel it on my bed. Talking about that's going on the way. So much better. Talking about that Lord. Let's go home. Let's go home. Talking about this going on the way. Let's go home. Let's go home. Talking about that Lord. Feel it on my bed. Talking about this going on the way. Really somebody better. Talking about the Lord. Oh, let's go. Let's go. Talking about this going on the way. Let's go. Let's go. Talking about my Lord. Yes, Lord. What's the name? Hallelujah. Amen. We got your Christian. Amen. Kifungu cha 180 inasema Foundation of Christianity. Okay. Amen. I killed them. Shetani anapiga kelele kama nguruwe aliyekanyaga kichwa. Speak my Lord. Speak my Lord. Speak my Lord. Hallelujah. Hallelujah. Psalm 186. Brother, pray only by the beauty
Amen. Sio nasikiliza mtu anachonena. Inabidi iwe ndani. Amen. Alafu ikiwa ndani inaungana na neno. Amen. Hiyo sauti wengi wanaisikiliza lakini haifadhali na nini? Maneno. Ni ya mchungaji nyoka. Amen. Ya mchungaji nyoka. Nimesikia sauti. Hata nikaenda pale niambia nitoke. Nisiabudu kabisa. Kumcha Bwana ni chanzo cha. Kama wao hawaabudu mimi ninaingia niabudu. Kama wao hawasifu mimi naingia nisifanye nini? Kama waseme amina tasema amen. 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 Wacha wanyeuke wote. Shemasi akija vilitoa nje na kama nje anasema amen. 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 Wanataka jiboko wanalichapa anasema nitamtumikia Mungu. Maadamu ni gani? Hai. Hallelujah. That is still small voice that they are speaking in the depths of your soul. Sauti yake ile sauti ndogo tulivu inaonena ndani ya vilindi vya nafsi yako. Kabisa hiyo ni kweli. Left side. Ndio. Kabisa. Upande wa kushoto. Asante tamu. Kabisa. Yaani ningelikuwa na darasa uniulize. Ndio. Alafu kikirukaga vurugu ndo nasikiaga wakati wa kwenda kule. Yes brother. Wewe ndio unaambia Mungu. Yesu majaribu yaje basi. Ningekaa bila kusikia ile nini? Alafu wengine wanasema hapa kuna majaribu na kimbia. Ngoja nikwambie. Sisi tunasema majaribu yaje. Ili tukasikilize ile sauti ndogo. Kweli Mungu nimeshoka. Kweli kama ni kukutumikia ndivyo sisi tunaomba yaji. Hallelujah. Sikiliza ile sauti. Kama Mungu amemleta Goliathi mbele yako, mwambie Mungu nakushukuru kwa Goliathi. Na upanga wake. Na mkuki wake. Lakini nakoja sauti yako nini? Tuli. Come on, brother. Amen. Hallelujah. Glory. Wanapitia kama anasema. Yaani huyo mtu hapa amekuwa kichekesho. Unafikiri hata ibada itakaa iendelee kweli hapa? Ngoja niseme cha mchungaji. Amina. Isikie sauti yake. Niseme cha mchungaji hapa. Sikie ndio anachokinena. Ngapi na maneno ndiko au nimsemaje? Pastor, don't you never get too busy but you have to come stay in the presence. Hallelujah. Mchungaji, kama usiwe na shughuli nyingi kupita kiasi, ila ambavyo unaweza kukaa katika huo uwepo and listen for his voice. That we sikia sauti. Anybody always keep his voice. Mungu siku zote ulitimiza. And no matter how bad the times may be. Haijalishi nyakati zinaweza kuwa mbaya jinsi. How much your church might teach against it. Kanisa lako linaweza kufundisha kiasi gani dhidi yake. Jesus Christ is still willing to speak that still small voice. Anybody that will listen for him. Yesu Kristo bado yuko tayari kunena ile sauti ndogo tulivu kwa mtu yoyote ambaye atamsikiliza. He is still ready to do it. Angali yuko tayari kufanya just speaking ourselves. Ikiwa tutajituliza. Tunaambia mimi mchungaji na ndio nisio na kazi nyingi kunifanya nini? Za kunifanya nikosekanike uwepo. Sio mimi mwenyewe natakiwa uwepo. Wote tunatakiwa wapi? Sio mimi mwenyewe. Usiwe na kazi nyingi za kunyima. Sio unakuwa nyungu. Unafanya kazi. Kitandani unapata mpaka na viatu mkana somo. Anakufanyia surprise pale kitandani na kitambaa. Massage.
Anaweka nani la nailoni. Acha ujinga. Amen. Acha utaira. Amen. Ndio tukae weponi mwanani. Bwana. Unafanya kazi ambayo Mungu leo nimechoka hata kuomba siwezi. Walalao lala nini? Usiku. Wale wao lewa nini? Usiku. Na wavamio nini? Usiku. Lakini sisi tuakesha na Bwana. Amen. Unajua kama ulishaonja uwepo. Nikwambie. Nikwambie. Mimi nilikuwa nalalaga. Yaani ukinipakia kwenye toroli. Utafika Kiboroloni sijaamka bado. Lakini nilipokutana na Bwana siku moja, akanipa Matendo 7. Kwanza mstari ule wangapi wa 50 unaeleza. Vita vyako vitakuwa kama vya Stefano. Kweli Bwana. Nilianza. Mwambie Bwana usingizi siutaki tena. Ukinipa usizidi lisali moja. Naweza kutembea na wewe siku 3. Nikija kulala lisaidi. Ile nienda Dar es Salaam sikulala. Nikaenda usiku sikulala. Ile ukaenda unashtuliwa na pigizo bamsi unashtuka. Nikarudi hivyo hivyo. Nikuja hapa nyumbani na nikaenda sikulala. Pale kwenye kochi kakale kachache dada akanipa maji nikaoga nikamaliza. Tukaanza safari tukaenda kwenye mazishi tukamaliza. Nikapakia gari jioni. Nikaja hapa nyumbani saa 11:33 nikaingia ndani dada niko mahali pa kulala akanipa nikalala. Sikuongea chochote. Saa 2 wanamaliza swala la ng'ombe. Usingizi wa siku 2 na kuchoka. Kila kitu kimefanya nini? Kila kitu kimefanya nini? Mwingine wiki angepelekwa hospitalini. Kwa hiyo tusiwe na kazi nyingi za kutuzidi, za kututoa uwepo. Amen. Nuko unafanya kazi mwambie shetani kwa mwili huu utafanya kazi mtaupigiza lakini yuko wa kuuisha. Amen. Hallelujah. Wadada wanatabia kukwambia naona jifanye unaomba upanga. Hiki unachoomba ni nini? Si ulikuwa unataka mko umenipata. Wewe ni mali ya Bwana. Keep quiet. Amen. Mungu. Nifanye nipendezalo. Nifanye nipendezalo. Bwana. Sio nipendezalo wanadamu. Sio nifurahishalo wanadamu. Ufanye nipendezalo. Bwana. Mimi ni mali ya Bwana. Na wewe si mali ya Bwana. Tufanye nipendezalo Bwana. Nimeruka madaraja. Wangapi mmejua nimeruka madaraja? Wangapi mmejua nimeruka madaraja? Ngoja hapa tena. Kifungu cha 80. Sikiliza sauti yake. But listen to his still small voice. Lakini sikiza sauti yake ndogo tulivu. Every one of your people who profess to be Christians. Kila mmoja wenu ninyi watu mnaokiri kuwa Wakristo. Get yourself quiet before him. Tulieni mbele zake. Get yourself quiet before him. Kabisa. Tulieni mbele zake. You must. Ni lazima utulie mbele za Bwana. Lakini kama ulishamsikiliza ule mchungaji nyoka, wewe una utulivu. Kabila hata kija kwenye maombi anaomba nakaa naanza kuangalia sana yaani kuna chawa zinamwasha lakini akiwa nyumbani chawa zifanyi nini? Akiwa kwenye kazi yake hangaiki. Akiwa kwenye kazi yake shikarato hana utani. Hata tumbo maji akikauka mtu anasema Bwana nitie nguvu. Bwana nitie nguvu. Bwana nitie nguvu. Tunaokurato kitu. Bwana nitie nguvu. Bwana nitie nguvu. Nipata na babio. Lakini kwa Bwana hawatulii. Kale uongo kweli. Exactly that. Amri ya Mungu tutulie mbele za nani? Mungu yuko tayari kunena. Wakati mitume walipotulia, ndipo Mungu alisema, "Nitengee Paulo na Sila kwa kazi niliyowaitia." Nitengee huyu na huyu kwa kazi niliyowaitia. Mungu anasemaga eti. Nafikiri Mungu ni kitanda cha kusogeza au meza kusogeza. Ile yako napanga pale mpaka uje uisogeze. Mungu anataka tutulie. Wangapi anapenda kutulia? Amen. Okay. Don't let
isikuzuie. Don't let the work hinder. Msiruhusu kazi izuie. Don't let nothing hinder. Msiruhusu chochote kizuie. Don't let nobody know what you are doing. Usiruhusu mtu yeyote kujua unachokifanya. Kabisa, hiyo ni kweli sana. You are secret. Una kwa siri. Yani you are work secret. Kabisa. Unataka kazi kwa siri. Yani fanya kwa siri. Hatakiwi yeyote ajue unachokifanya. Kazi isikuzuie. Chochote kisikuzuie. Yani kila kitu unachofanya kisiwe sababu ya kukuzuia wewe kutulia mbele za Bwana. You are here. Hapo tuko hapa. Hapo tupo. Hapo tupo. Sijakwambia umshirika wa kanisa. Sijakwambia andika jina lako kwenye kitabu. Sijahubiri utoe sadaka. Sisi hatuna matakataka hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Wachungaji nyoka ndio wana kazi. Mimi sijatumwa kwa kazi hiyo. Wala Mungu hakuhubiri hilo kule Edeni. Jina la libarikiwe. Ukiwa na roho utajua cha kufanya. Lakini kama una roho wala hata nikikwambia utaenda nyumbani. Kama mtu mmoja ametoka hapa sema mchungaji kazi yake ni kuhubiri fungu la maskini kajihudumia, nini nihubiri? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Oh, just go before him. Nenda tu mbele zake. Get up in the woods. Ingia somewhere. Ingia msituni mahali fulani. Takutana na nyoka. Takutana na fisi. Atapiga magoti. Kuna ingia atanitoboa. Kujisifu tu kwamba. Ndio nakwambia ingia msituni. Kabisa. Nikwambie kitu. Roho ya Elia ni msitu. Na tumeposwa na ujumbe wa roho ya nini? Yeye. Vichaka lazima kupatikana. Kabisa. Aje hapa. Naribu. Ingia msituni. Nani mwanamke ingia msituni? Kutoka wakorata ni baka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikwambie dada. Nikwambie. Unajua ukiwa mdhaifu wa imani. Kabisa, hiyo ni kweli kabisa. Shetani anajua udhaifu wako. Hiyo ni kweli kabisa. Na mtu mdhaifu wa imani ndio anakula mboga. Si ndio? Si ndio? Vitu vila kwa inabidi tumbebe mtu mdhaifu wa imani. Kabisa. Lakini nataka nikwambie imani inafunga mbingu. Kabisa. Ngurumo 7 zinafunga nini? Hiyo ni kweli kabisa. Awe awavyo, ngurumo 7 zitamfunga. Kabisa. Hiyo ni kweli. Tembo aliambiwa na dada. Si ndio? Sio aliambiwa na ndugu. Sio aliambiwa na mchungaji. Step still in the name of Jesus Christ. Baba. Jina la Yesu Kristo. Elephant stop still in the name Jesus Christ. Tembo tulia papo hapo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Alikuwa amenyonga, ulibaki pale for 3 days. Siku 3. Paka aliporudi akakuta kupanda akamruhusu go forward. Haya ondoka. Kwa hiyo ukisema kitu inakuwa. Kabisa. Lini utajua una imani? Si ndio? Lini unajua unatembea na imani? Lini utajijua kwamba wewe ni mwenye imani? Kwenye kichaka. Kama una imani ya kiakili hakuna mchicha. Ndio. Mimi muona nikashtuka moyo kapasuka. Kani nilikuwa natetemeka hivi. Nikakuta nilishapiga huko. Kweli kweli. Kweli sana. Isiwezi. Mbona leo mtu? Nimeshapiga na Shetani anajua Ayubu kila alichoogopa. Ndicho kilichompata. Kabisa. Kwa hiyo kama unaenda ukiogopa, hicho ndicho kitafanya nini? Ayubu anasema kila alichoogopa ndicho kilichompata. Nothing can stop you. Hakuna cha kukuzuia. Nothing can stop you. Amen. No somebody can, nothing can stop you. No devil, nothing can stop you. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Hakuna kitu cha kukuzuia. Amen. Get out in this on the
barabara. Barabara si wanapita hivi. Kweli kabisa. Sijali wanacheka. Mungu anatukuzwa wewe unamwinua Mungu. Unaabudu. Mwamini na moyo wako. Kwa maana niliona mkanda wake kitu kilichoniambia ni mtume. Mimi nilikuwa sina jua. Wewe bless Mwanga angekuwa hapa angewaambia. Aletea video. Walienda kubeba maiti ya ndugu mtoto wa ukoo wa Branham wa Isaac wa Branham. Alikuwa mwamini, alifariki. Akafika kule chumba cha mzishi, chumba cha mochari. Kilikuwa pembeni mwa barabara. Hata ile ya mwanzi, chumba cha mochari kilikuwa barabarani. Barabara kabisa, kama ile ya Masama mochari kijoko kule mbali. Barabarani kabisa hapa hivi. Kama pale mwanzi. Sio mwanzi, si hapo barabarani. Akamwomba mzishi aingie ndani aombee maiti. Mzishi akamfukuza. Alichofanya kwa nini? Magari yanapita hapa na hapa, mochari hapa, piga magoti hivi. Mimi niliona kanyosha mikono anaomba. Ile prayer ile ilipochomolewa tu ya yule kijana wa kwa Branham. Ilipochomolewa tu ile maiti ile, maana kuna maana kwenye zile na kupiga ile prayer hivi. Ilipochomolewa hivi, ile imetoka tu hivi. Na akapiga chapcha. Mzishi akakimbia. Ndio mzishi alifanya nini? Hakushushwa kwenye ile draw ogeshwe. Alipiga mguu chini. Huko Joseph Coleman anaelewa kwenye nini? Wow. Anashangaa wale walioko ndani, jamaa abarikiwe. Wanakuja na mtu anayefanya nini? Mungu aliheshimu yale maombi. Amen. Ya kusimama pembeni mwa njia. Magari yanapita, anasema mtu anayepiga magoti anaomba you are Christ. Ndio ni kitu wazimu. Yeah, maswali yalikuwa you are Christ. Ndio wazimu. No. Huyo ni mtu alikuwa na akili timamu. Mungu aliheshimu heshima yake. Na Mungu wale walikuwa wanamcheka, walichokuwa wanamcheka, Mungu alimpa alichokuwa anakitaka. Kudhibitisha yeye ni mwaminifu. Wakaenda nyumbani akisema, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Mji wote wanaenda wakishangaa, hivi hao ni kichaa. Kaburi limesha chimbwa. Watu wanangoja maiti ishushwe. Wanaenda kusema ametutendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Hawajaja na wimbo na zile nyimbo zinazosema Barabana, barabana, ilalio, hawajaja na nyimbo za tenzi. Tokani. Wamekuja ametutendea mema. Bwana Yesu amenitendea mema. Kwa hiyo kila kitu, zile nyimbo ziliwafanya wale watu waone, mbona hatujasikia nyimbo za mazishi zikiimbwa? Ni neema tu. Sijui ni kile kingine tu. Mbona haziimbwi? Mbona wanaimba nyimbo zingine? Wanashangaa ghafla yule mtu naye anafanyaje? Ametutendea mema. Wanasema hivi ni kweli? Wengine wakaanza mbio. Nilipotazama ile ninasema Mungu hakimu wa moyo wangu. Sauti ndogo ndani ya Yehova ikasema ndio ni moyo. Akasema this is apostle. Unaamini? Nikasema amen. Amen. Mungu ni shanga moyo wangu. Haleluya. Nilikuwa sijui chochote kuhusu ndugu Coleman. Chochote nilikuwa sijui. Kweli kabisa. Nilisikia sauti ndani ikisema amen. Hey. We are together again. Amen. Amen. Just praise the Lord.
We are together again. Hey, we wanna go. And something good is about to happen. Something good is on us. We are together again. Just praise the Lord. We are together again. We are together again. Just praise the Lord. Just praise the Lord. We are together again. Anyone not go. Something good is about to happen. Something good. We are together again. Hey, just praise the Lord. One more time. We are together again. Together again. Just praise the Lord. We are together again. Anyone not go. Something good about to happen. Something good is on its way. We are together again. Together again. Just praise the Lord. Pamoja tena, kumtukuza Bwana. Kumtukuza Bwana. Pamoja tena. Wenye nia moja. Nalo jambo jema linatokea. Jambo jema liko njiani. Tuko pamoja tena. Kumtukuza Bwana. Amen. What amen about this thunders now? Can nothing happen till this word that he has spoken come to pass? Hakuna chochote kinachoweza kutimia kinachoweza kutendeka isipokuwa neno hili lililokwisha kunenwa litimie. Yaani hakuna kinachoweza kuzuia ngurumo saba. Hakuna chochote kinachoweza chikanena kabla ya ngurumo saba. Kwa hiyo baada ya ngurumo saba ndio kila kitu kinafanya nini? Ndio inafungua barabara. Jina la Bwana libarikiwe. Noah heard the voice. Noah heard the voice. Nuhu alisikia sauti. And it condemned the wind. Nayo ilihukumu ulimwengu. And on the wind. See. Na ikaendelea. Unaona? No alisikia sauti. Jambo barikiwe. Ilihukumu ulimwengu alihubiri miaka 120. Ilihukumu ulimwengu ikamaliza ulimwengu kwa maji. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Samuel admired when he heard the voice of God that he was. Samueli aliamshwa aliposikia sauti ya Mungu. He had to go ahead and command Eli. Naye ilipasa kwenda kumhukumu Eli. The man that had naturally. Amen. Mtu ambaye alikuwa amemlea. Na leo umenilea umenipa maji. Pekana umenilea na suti. Hallelujah. Lakini kwenye hii sauti. Amen. Na suti zangu zinakuwa bure. Hallelujah. Eli alihukumiwa pamoja na alimlea Samueli. Kwa nini alihukumiwa? Alihukumiwa kwa sababu watoto wake walikuwa wanakula vitu vinavyotolewa sadaka kwa Bwana na kuiba. Amen. Tuko pamoja? Hallelujah. Na jamaa zangu hapa wananisikiliza, wananijua nikishaingia kwenye kifinyo. Mzee sio tu kwamba ukishagusa hapa inaishaga, kwa hivyo ishi. Au ninawashughulikia kweli.
Kwa sababu hii sauti itanihukumu. Amen. Haitaangalia nilifanya nini. Amen. He had to go ahead to condemn Eli, said the man that had a natural himself. The man that had been added to him ate. Mtu ambaye alikuwa ni sana baba, aliyekuwa baba kwake, aliresided him happy. Na alikuwa imagine little 7 years old Samuel about. Alimlea ndiye akataka kuwa na, unaweza kuwazia kwamba Samuel akiwa tu na miaka 7. And here was Eliya present. Na huyo hapa Eli kuhani. He had to rebuke him. Ilimpasa kumkemea And tell him what your trouble life will live. Na kumuonyesha maisha mabaya aliyokuwa akiishi. He loved him. Na alimpenda. Hallelujah. Upendo ni kumwambia mtu kweli. Amen. Ukificha uwe ni mwizi. Mtu akiiba mwambie wewe ni mwizi. Amen. Hallelujah. Amen. Na nasema huo ndio unaitwa nini? Upendo. Ukimficha wewe ni nini? Mungu alifukuza ibada, aliwakemea wazi na hakuna aliyerudi. Amen. Hakuna aliyetaka kufanya nini? Kurudi. Na akawafukuza moja kwa moja. Jina ambalo Bwana alibarikiwe. He loved him. See what you be got to do. Na kile unachopaswa kufanya. Even of your little children. Hata kwa watoto wako wadogo. Even the little ones in heaven to do, take the word of God. Hata wadogo wanapaswa kuchukua ile neno la Mungu. Ndio. Na kuwakemea. Usifiche. Amen. Lakini kama una roho Mungu hatapatana. Amen. Lakini kama una roho ya mchungaji Nyoka. tutafuta washirika. Then how much more should your sister and brother? Itakuwaje zaidi kwenu nyinyi ndugu na dada? When let me I can get this home hard enough. Napoingia nataka kuruhusu ili liingie nyumbani, ilifike nyumbani vizuri. When your sister and your brother draw you are into carnal conversation about your pastor and somebody Elise. Unapoona ndugu yako au dada yako akiingia kwenye mazungumzo na masengenyo ya kiakili dhidi ya mchungaji wako au mtu mwingine yote, unapaswa kumkemea wazi. Amen. Usipomkemea, huyo ni mchungaji nyoka anahubiri. Na wewe zile bakteria zitafanya nini? Hivi unajua bakteria zinahamaga za kiroho. Hebu mtu mwenye ugonjwa wa ana kikohozi akohoe lako hivi. Alafu zile bakteria ziruke zikurukie. Kama jioni kama usiku jaza na ni kweli hizo kweli? Amen. Kwa hiyo mchungaji nyoka anapoleta makohozi, inabidi mkabili na makohozi yake pale. Ukivumilia ina maana wewe ni unakuwa hawa unabeba mimba. Hallelujah. Sawa jamani? Amen. He is speaking about the heart. Yeye anazungumzia moyo. Now and man is never the same. Sasa mtu hawezi kuwa yule. You make it hear in your ears the voice is speaking, but when you are here in your head the voice is speaking. See, unaweza kusikia sauti ikikunenea kupitia kwa masikio, lakini unapoisikia kwenye moyo ndio ni jambo lingine. Kweli kabisa. Inawezekana hapa. Ndio. Na nabii anasema ikinena hapa ile sauti kama unaijua ile neno na rohoni, ina maana huyu wa ndani umemfukuza. Umeleta ukizuhusu masengenyo anahamaga ndani. Amen. Kweli kabisa. Kiruhusu chuki anahama ndani. Anaweza akaja akatumia sikio kama unaijuaga ile sauti vizuri. Anakuja anatumia nini? Sasa hapo ndio unaanza kusema Bwana nirudishie furaha ya wokovu wangu. Furaha sio ya nje, furaha ni ndani. Amina. Nirudishie furaha yangu ya ndani. Niwe na ile na uamsho ndio kuwa nao. Nisikie bubujiko la roho lilivyokuwa. Yaani furaha kinachopendeza cha kwanza ni ule roho ndani. Sio kuandika jina kwenye kitabu. Sio kujaza viti wa shirika. Sio kuongeza sadaka. Dhahabu ni mali ya Bwana. Ng'ombe wote ni mali ya Bwana. Mbuzi wote wa msuri ni mali ya Bwana. Sadaka gani unampa wewe basi? Wewe unatoa tena masalio katika 10,500. Amen. Amen. See,
huoni kwa macho yako bali unatazama kwa macho yako. You look with your eye. Unaona kwa macho yako. You see with your head. Bali unaona kwa moyo wako. You see something said. Unasikia unaona kitu fulani kinasema. I just see, don't see it. Na unasema sioni. If you are looking out there, kama ukiangalia nje pale, you just look at something there, na ukitazama kitu fulani, but something down there sees something that it was once. Bali ndani mle kuna kitu kinaona kitu ambacho kinachokihitaji. Hivyo unajua kule ndani unaweza kuona kitu kwa ndani. Kabisa. Kwa sababu macho ya roho yako hapo. Ndio. Jicho la roho linamwona adui na. Kabisa. Tofauti na jicho hili. Kabisa. Huko la ulikia ni nini? Kipofu. Tuko pamoja. Blind. Kipofu. Misarabu. Ni mashaka. Naona. Na kadhalika. Lakini huko ndani huyu mwana ndani akija ndani. Yaani pale Marekani anamwona ndugu nani? Ndugu yote. Jonathan. Kama vile anamwona Elia pale. Kabisa. Hii dunia tu unaona ni mbaya, lakini kwenye hili jicho ni hapa tu. Amen. Alafu nabii akasema wakati wetu si wa miguu. Wakati wetu si wa tumbo. Wakati wetu ni wa macho. Ndio, hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo huko ndani unaweza kuona mambo. Ndio, kabisa. Huko ndani unaweza kufahamu mambo. Kabisa. Huko ndani unaweza kuelewa mambo. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa sababu naamini jambo hili. Tutamjua kwa jinsi ya rohoni. Watu wa rohoni hawafundishi mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni utambulika kwa jinsi ya rohoni. Take your Bible. Ni Wakorintho wangapi? Wakorintho wangapi wa pili? Tuangalie na watu wa Korinto. Wakorintho ni watu wa matatizo. Ndio. Wakorintho ni watu wa nini? Watu wa Korinto ni watu wa matatizo. Wakorintho wa kwanza na nini mlango wa pili? Kama si wa kwanza basi itakuwa ni wa pili. Ni wa pili, mlango wa pili. Ni wa pili mlango wa hapana, ndugu yangu tena. Iliandikwa na Andrew Time muda mrefu. Nitafutie mambo ya rohoni utambulikana kwa jinsi ya rohoni yote yanayolipata kwa haraka naomba nijitie. Ni wa kwanza mlango wa pili. Kwa hiyo amenirudisha mlango wa kwanza mlango wa pili. Kwanza sura 10. Biblia inasema hivi. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho yachunguza yote hata mafumbo ya Mungu. Yaani roho anaenda anachunguza. Wanakataa Roho Mtakatifu. Sasa si roho mafumbo ya Mungu nani atawafumbulia? Maana ni nani katika binadamu ajaye mambo ya binadamu ila roho ya kibinadamu ndio ndani yake? Hivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna pamoja na roho ya Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia. My name I holy. Kwa kuwa tukupokea roho ya nini? Akija mtu akidunia kinaenda kifua anasema, "Nyam kujua mtu fulani alikuwa anaongea." Alikuwa anaongea ingine. Kwa kuwa ndani yake ndani roho ya nini? Mimi sikuipokea na sitaki. Hiyo sifanye nini? Ngoja ni wao wa Korinto wa pili hapa. Walioko kwenye message. Lakini sisi hatukipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa Mungu makusudi tupate kujua tuliokirimiwa na Mungu. Nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu bali yanayofundishwa na roho tukifasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Tukifasiri mambo ya rohoni kwa mambo ya rohoni. Si mwanadamu wa tabia asili hapokei. Ndio maana anakataa ngurumo sana. Ndio maana anakataa wakati wao ni roho nini? Hao ni Wakorintho watu wenye nini? Matatizo. Watu wenye nini? Wanajizuia kwenda nyumba za wajane, lakini kukaa na wajinga wanakaa nao. Wanajizuia wasinywe pombe. Jina la Bwana libarikiwe, lakini wanahubiriwa na chungaji nyoka. Jina la Bwana libarikiwe. Then you are hearing. Ndiposa unasikia. You did not see with your eyes. Sawa, nilikuwa nimesoma leo. Sawa, acha nako. I just don't see it.
if you are looking out there, Kama utazama nje pale, you just look at something there, but something down. Okay, you can kusoma hapo. Okay, so to go. Amen. Go down. Now do we see the voice of God because it is the manifestation of the prophet's words. Sasa tunaweza kuiona sauti ya Mungu kwa maana ni madhihirisho ya neno la nabii. Kabisa, hiyo ni kweli. Kama tunavyoweza kuona sauti ya Mungu ilivyosema, kuwe na jua. Kabisa. Tunaona madhihirisho ya Jua. aliyosema Mungu. Tunaweza kuona na hii maneno ya nabii yanayonena kwamba ngurumo 7 zitamwandaa bibi harusi. I am going to rapture express. Haleluya. Tunaweza kuona madhihirisho yakifanya nguvu, yani yakilete nguvu za mitambo kufanya bibi harusi awe na nguvu za utendaji. Amen. Jambo barikiwe. Tunaweza kuitazama na tunaweza kuona hicho kitu kikifanyika nini? Mwili. Tunaweza kuona maisha ya mtu mwenye nguvu za utendaji na mtu mwenye gari aliyosugua tairi akapiga brush na set na nani, usitende dhambi, vaa nywele namna hii, sifanye hivi, hivi namna hiyo, ni kusugua tairi. Je, mabarikiwe. Lakini ukipiga sasa gari alifanya nini? Aliwaki. Hakuna uamsho, hakuna uhai, hakuna choo. Gari liko hapo, ni nyumba ya kuku, nyumba ya bibi, kila siku inabidi ukafuta kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Nimesoma katika Tafsiri ya Elimu kama mmenielewa. Do you understand, friends? Therefore remember, your city and the true voice of God only brings back the really living supernatural God. Ile sauti ya kweli ya Mungu inamleta Mungu halisi yule wa milele. Oh boy, we can get past that you want see. Tunaweza kuvuka hilo sasa ndio. With his supernatural word. Akiwa na neno lake, with the supernatural manifestation of the true word. Akiwa na madhihirisho ya kiungu ya neno la kweli. And he says, there now it is the voice of God. Na tunajua kwamba hiyo ni sauti ya Mungu. Na sasa the what attracted the mountain. Kinachovutia mlimani nini? On the mountain the 7 birds. Hizi sifa 7. Hallelujah. Friday 8. Wakati wa biharusi. Sasa kuna sauti nyingine tena ya Mungu na ambayo ulimwengu hawezi wakaizima. Nothing can stop. Hakuna kinachoweza kuzuia. Nothing can stop the voice of God in recording. Hakuna kinachoweza kuzuia sauti ya Mungu. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. And he says, when we know it is the voice of God. Ndipo tunajua ni sauti ya Mungu. Nabii anasema kwa mara nyingine ulimwengu tena utaenda kusikia sauti ya Mungu ndani ya bibi harusi. Watu walikuwa tunasikia kwa nabii, tumesikia tena kwa mtume, sasa ni mara nyingine. Tumesikia tena kwa ishara mbili. Haleluya. Kwa ishara ngapi? Mbili. Sasa ni mara ya mwisho kwa bibi harusi. Mkendalie tena na sauti ya Mungu. Yuko wapi? Hata mimi naambieni mkeo jamani, kwa sababu kama moja. Amen. Will then what happened here? For the passive mouth. You tell me. What was that? Was that is supernatural God? Supernatural word. And supernatural manifestation. Oh, praise God. It will get said. It will come forth. It will do it. It will do everything it's supposed to do. You see. For when supernatural speaks, the miracle takes place. And the sign and the wonder to follow you. To follow you, brother. God says so. To believe the brother. Small voice. Small voice. And the son. And the voice. And the wonder. To follow you. Hallelujah. Say hallelujah. Amen. God bless you. But it will finish, the technician come slow. One reason that the church is the condition that it is. Sababu moja ambayo kanisa liko katika hali lililonayo leo because there are so many voices. Ni kuna sauti nyingi sana. This the true. Hii ni kweli. This the vision
ile badani, anasema hata nilipokuwa badani nilikuwa nasikia maroho mengi. Nilikuwa badani, mnaruhusu wachawi wana, hakuna cha mchawi kuja. Maroho ni mengi, sauti ni nyingi. Ni kweli sio kweli? Okay. Many voices. Okay. So many others voices of attacks the church from the voice of God till it is very doubtful that men would hear the voice of God, though it spoke right in here made it. Kuna sauti nyingi zinazovutia kanisa kutoka kwenye sauti ya Mungu. Hata inakuwa watu wanakuwa wenye mashaka kusikia sauti ya Mungu, ingawa inaweza kuzungumza katikati yao. This is sawa. This is yani huu ni ukweli. Yani sauti ni nyingi zinazoona, alafu zinajaribu kuongea kwa lugha. Unajua wanasema kahaba ana maneno laini. Mke wako anaweza akakunenea kwa ukali kabisa, lakini kahaba ana maneno na haya mapepo yana maneno malaini. Yaani ningekuwa ruhusa ningeweza kukutajia jinsi ambavyo nimewahi kuyasikia kwenye masikio. Kwa hiyo sisemi kitu ambacho sikijui. Na Biblia anasema katika ujumbe wa jinyenyekeze, usimwambie mtu vuka kwenye maji na gogo kama hujawahi kupanda gogo kavuka. Amina. Amen. Utakwenda na maji. Na Biblia akataka kuvuka gogo na maji, lakini kabla hajavuka akauliza nani, akaja mtu akamwambia pande la kwangu hapa. Hapana, akamuuliza ni nani aliye mzoefu, akaambia yule mzoefu, akasema basi nitapanda yule mzoefu. Kwa hiyo mimi haya mapepo nayajua exactly. Mungu ni shahidi wa moyo, yani nayajua vizuri mno. Amina. Ukijifanya waneno wanaleta andiko, ngoja nikueleze nimlipue. Kama neno nasema tubuni mbatizo, asemi mbatizo, asema tubuni, kwa maana wote ni wenye nini, alafu anakuacha hapo. Namjua huyu ni pepo wanaodikia wa maandiko. Anakuja ananena neno, lakini neno alifanya nini? Alikamiliki. Kwa hiyo hizi sauti nazifahamu. Ukijifanya wa kiroho, anakuletea vitu vya kiroho vilivyo negative, si vilivyo sahihi. Amen. Ni nani yule? Ni Ireneo. Ni Ireneo. Ngoja nikutajie Ireneo. Huyo hapa. Ireneo huyo. Huyo hapa. Ireneo akiwa katika chumba chake cha kusomea, Shetani akavaa mwili wa Bwana Yesu wenye mataji kichwani, wenye makovu na vidole. Akaigiza mwili wa Bwana Yesu wenye mataji kichwani, ile miiba, alafu na mikono iliyotobolewa. Shetani akaja mbele ya Ireneo akamwambia, unioni mimi ni Yesu unisujudie? Mabebu najua vizuri. Ireneo akamwambia, Biblia ilisema watakatifu watamvalisha nini? Taji. Wewe mbona unadai uvalishwe taji? Shetani akafanya nini? Akaescape. Haleluya. Kwa hiyo kwa haya mabebu mimi nayafahamu. Na Shetani anajua kabisa. Najua ndio maana Saida alisema kateni kichwa cha huyo nani? Amen. Kwa hiyo ukijipandisha stage, kila stage unayopanda Shetani anapanda na wewe kiwango hicho tu. Na kabla ile halisi haijaja, noti halisi ikionekanika kwenye mtandao ya 10,000, bandia nyingi zimefika wapi? Siku hizi watu wanajua kutengeneza wenyewe. Wanajua, na usipoangalia unapopewa hela fake utapokea tu. Hata watu hapa, hata mimi nilishapewa nikaangalia ni fake. Haya, unaona. Sasa kama pepo anajua kutengeneza noti bandia, ni pepo la bandia atakosa? Ni pepo la bandia atakosa? Mbona hapo hamna amina nyumbani? Ya kila ulicho pepo anacho. Na ndio sema katika twins, yani tuko wale mapacha. Yaani jinsi unavyokuwa, Shetani naye anakuwa kukulingana, hata kuzidi. Yaani kazi yake ni kushindana na wewe. Ukipanda kidogo na anakuwa kidogo. Na basi ilipo katika maswali si amsomagi siliwapo mtu ambaye ana maswali majibu adeni hata vile vitano tapa. Jinsi unavyokuwa ndivyo naye anakuwa na wewe, kushindana na wewe. Kile cha rohoni kabla Mungu hajakupa anaanza kukupa cha kwako. Kile cha rohoni kabla Mungu hajakupa naye anaanza kukupa cha nani? Ili umtii. Wewe
mimba yake. Usikubali. Tulieni kwa Bwana. Wacha umesikiliza sauti ndogo. Na ukisikiliza sauti utaiuliza unani wewe? Na wakati hizo sauti zinazonenaga na ninyi watu hamjawahi kuiuliza hata siku moja, unani unayesema? Unani unayesema na mimi? Sauli alipoisikia hiyo sauti ikisema naye saa 6 jua linawaka, aliuliza hiyo sauti, unani unayesema na mimi? Bwana akamwambia, ni mimi Yesu unayeniudhi. Amen. Ili nguvu kwako kupiga mateke mchoko. Na sisi tumesikia sauti nyingi, hatujawahi kuzisai, hatujawahi kuziuliza. Mtu fulani akanikabili, akaniambia, nikamwambia, umemuuliza aliyesema na wewe ni nani? Si ndio? Shida moja anasemaga mimi ni mwinjilisti. Lakini leo kwenye nyumba ya nani? Unanipa uinjilisti mkubwa namna hiyo. Unasikiliza pepo. Wewe ni wewe. Unaita pepo Bwana. Lakini unatimiza Wakorintho 4. Shetani naye ni mungu wa dunia hii. Kwa hiyo namsujudia. Sasa kama ulishampigia goti shetani, lini utakao uje umpigie Mungu goti? Huwezi kutumikia mabwana wawili. Ndio unaona shida ilipo. Huwezi kutumikia mabwana kama ulishamtumikia shetani. Kila leo shetani anataka umtumikie. Kwa hiyo baada kama anaanza kukuambia, yani funga mlango wako kabisa wewe. Usisikilize hiki kitu. Ukifanya hivyo unamtumikia. Akikwambia usiabudu, muulize unani wewe? Unayesema na nini? Nabii anasema asiposema na wewe, mwambie devil, get out, slay. Mungu bila kupatana naye. Sisi tunawasikia sauti nyingi, alafu tunaenda tukisema ni Bwana alinitokea. Nilikuwa nasinzia nikasikia sauti. Ni kweli, yani nafikiri ni uongo. Unafikiri anadanganya? Anachosema ni exactly. Lakini alishindwa kuisai hiyo sauti. Kwa nini amesikia? Kuna roho nilienda kwa Pentekoste. Sio lienda. Bwana alinipeleka. Sio aliniingiza ibadani. Alinipeleka saa ya ibada. Nikiwa napita mahali, sitakutajia ni wapi. Napita. Nikasikia mtu anasema omba ujazo roho. Sema chui chui. Nikasikia wengine anasema chui chui chui. Nikasema asi mapepo ya chui chui anasema chui chui si mapande. Nikasema huyo aliyesikia anasema chui chui asoge mbele amejazwa na nikasema oh my goodness. Yaani nitamani niingie nimpige mhubiri tiba nikakuta nimesha. Nilitamani Mungu shahidi wa moyo wangu. Niingie mpige vibao anaputisha watu. Mtu analia chuchu unasema amejazwa na roho. Mtu anapiga tustusi anasema amejazwa na roho. Kujazwa na roho ni chui jamani. Mungu ni wa chui. Na kile anapotamka nasikia ndani yangu nikifasiria ile liko gani. Akitamka nasikia ndani yangu roho inafasi. Yaani tamani nipochoropoke nikaambia huko kwenye nchi ya watu ni dini nyingine. Utaambia ameleta vurugu zaitwa. Nikamwambia Bwana nipaisha mali. Sielewi nilipani, sijui ilikuwaje. Yaani sielewi ilikuwaje. Jina la Bwana barikiwe. Na leo tuna watu tuko na hapa roho ananirudisha. Tuko nao hapa. That's the Lord. Tumesikia sauti nyingi na hatujawahi kuzisai hata siku hii. Paulo akienda zake Dameski, saa 6 alipigwa na nguzo ya moto na akasikia sauti kinena, akauliza, fungua Matendo. Fungua nini? Akauliza sauti, nani unayenena na mimi Bwana? Yesu akamwambia, ni mimi Yesu unayeniudhi. Kwa hiyo kila sauti na mwenyewe nyuma. Na kama tunasikiliza hata kama ni wahubiri, hata kama ni waimbisha nyimbo, nenda kaimbisha anakuambia. Na kama umuulizi ni nani, unafanya makosa. Amen. Yes sir. Unafanya nini? Unapaswa baada ya kukulisemesha na una ushirika naye. Umuulize unani unayesema nani? Ili nifanye vema. Ili nifanye
God bless you.